The Sunday school children, as I bring the introduction of my of our prayer service today, the commissioning. We are calling it Commissioning Sunday. We are commissioning you to go forth and do exploit in the year 2026. Somebody say amen. And somebody is going to say, by this time next year, praise the living God, my life will never be the same again. Tell your neighbor, by this time next year, my life will not be the same again. Praise the living God. And I know end of the day, you will be telling somebody, you'll be telling yourself that by this time next year, God will have taken you somewhere. You will have received that which you have conceived. Na hayo matarajio yako will not be cut off. Praise the living God. Bwana asifiwe. The first thing that God did, jambo la kwanza ambalo Mungu aliyofanya baada ya kumuumba Adamu na Hawa, kitu ya kwanza kufanya, alifanya akawabariki. Genesis chapter 1 and verse 27 and verse 28. After he created them, praise the living God, the first order of the event was to bless them. Hallelujah. He declared blessings upon them. Media, what are you doing? Genesis chapter 1 and verse 27, 20. The Bible says, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and he created them. And verse 28. Then God blessed them. Praise the living God. And God said to them, be fruitful and multiply. Did you know, my brother, my sister, you need the blessing of God as you begin to work in the year 2026. That is why we are having this Commissioning Sunday. God commissioned them. And he did not just commission them, he commissioned them by pronouncing blessing upon them. Praise the living God. Hakuambia tu endeni mukafanye kazi. But the Bible says he spoke blessing upon their lives. And he told them, be fruitful and multiply. Praise the living God. That was the first order of the event. Praise the living God. So as we come to the conclusion of our 21 days of prayer and fasting, I want to commission you by speaking blessings upon your lives in the name of Jesus Christ. Praise the living God. That I may declare blessing upon you. And I tell you, you go forth, multiply, be fruitful and multiply. Let your money multiply. Somebody say amen. Let your work, let your business multiply. Say, somebody say amen. Whatever you find yourself doing, let it multiply in Jesus' name. Praise the living God. Moses was told by God, tell Aaron to bless the children of Israel. Numbers chapter 6 and verse 24. Musa akaambiwa hawa watu kabla hawajaenda Kanani wanenee baraka. Ni maana wanaweza enda Kanani na Kanani iwakatae. Do you know kila mwaka uko na milango? Praise the living God. Do you know every year have got gates? Praise the living God. Na lazima milango ya mwaka wa 2026 ikaweze kukubali. Bwana asiwe sana. Aliambia wanene baraka. And so God commanded Moses to tell Aaron, bless the children of Israel. Wasiende tu Canaan. Na wakienda Canaan, kazi yao ikuwe bure, wazae maponza. Kwa hivyo Musa, uko na jukumu ya kunena baraka juu ya wana wa Israeli. Praise the living God. And Moses spoke the blessing to the children of Israel. So Moses was told this, speak to Aaron and his sons, saying,
This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, let's continue verse 24. And Aaron was to speak blessing to the children of Israel. And these are the word that he was to pronounce. He was to say this: the Lord bless you and keep you. Somebody say amen. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel, and I will bless them. That was the blessing that Aaron was a priest, while Moses was a prophet. And it was a priest, it is a priest who carried the blessing. Ni kuhani anayebariki. Kwa hivyo kuhani huwa anaitwa Aaron alikuwa na baraka, alibebezwa baraka ya wana wa Israeli, alitiliwa mafuta kwa ajili ya kuwabariki wana wa Israeli. Praise the living God. And today Pastor Maina is blessed to speak blessing upon you in Jesus' name, because Aaron is not there, but I'm there for you. Praise the living God. Praise the Lord. Do you know, my brother, my sister, it is the will of God to bless us. You know that? Unajua ni mapenzi ya Mungu kutubariki. Maana alisema be fruitful. Na kinyume ya fruitful ni kuwa tasa. Praise the living God. Na kuwa tasa sio tu vile wakati mama amekuwa na challenge ya kupata mtoto, na pia sio tu mama, hata mzee. Sio wapendwa? Si hata mzee anaweza kuwa. Sio tu wakati yule a man or a woman anaweza kuwa na challenge ya kupata utasa. Wacha nikuambie, hata katika kazi zetu, katika biashara, unaweza kuwa na utasa. Unafanya biashara and nothing actually is coming out of that business. Sio wapendwa? Kuta familia kazi yao inafanya kazi kubwa. Kazi kubwa. Kuamka asubuhi, naingia malikiti na mkokoteni, beba mizigo, lakini ukiangaliwa, there is nothing to show end of the day. Praise the living God. We can dwell. Kumbe kuna utasa hata katika kazi ya mikono yetu. Unaweza kazi ufanye, maana kinyume ya fruitiveness ni utasa. Hallelujah. Hallelujah. Kinyume ya fruitiveness, baada ya kuzaa makusudi, instead of being fruitful, instead of bringing forth the fruit, you find that you are barren. You are not showing anything. There are no result. Hallelujah. Mtu amefanya kazi. Fanya kazi kwa serikali miaka 60. Na hata kanyumba Nairobi, na ni civil servant, hawezi jenga, na mshahara wake ni mzuri. Hiyo ni nini wapendwa? Miaka 60 civil servant, anamaliza miaka na retire, na hana kanyumba, hana kaproti, hana shamba. Hata wengine naona wanakatalia katika nyumba za serikali. Wewe unaona mtu akifika wakati ni retirement, unakatalia nyumba ya serikali. Unafikiria mambo ni rahisi? Hallelujah. Tuko pamoja? Unasikia ni mambo rahisi? Mtu amekuwa akipata mshahara end of the month and he has nothing to show after 60 years, 30 years working in the government. Praise the living God. Huyo mtu anazaa maponza, nothing to show. Kunaweza kuwa na utasa katika kazi ya mikono yetu. Bwana asifiwe sana. Na inahitaji neema ya Mungu na uhai wa Mungu. Mungu atusaidie aondoe hiyo utasa, na ili tukakue fruitful in Jesus name. Na naomba kwamba Mungu atusaidie. We are not going to toil in vain. Praise the living God. Hatutafanya kazi in vain. Amen. Hallelujah. Naweza kuma ni kama jiwe, ni kama kitu watu wamewekelewa, kama familia, ni kama kitu imewekwa. Watu wanafanya kazi kwa bidii, hakuna kusonga mbele, hakuna kuendelea, hakuna maendeleo, ni shida. Praise the living God. Bwana asifiwe. Watu wanang'ang'ana, miaka nenda miaka rudi, there is no fruitfulness. Si Mungu atusaidie wapendwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili 2026 hakafanye mikono yetu ikakue fruitful.
akatupatie ability ya kuzalisha. It is God who give us what? Ability. Mungu asipokuwa patia ability, unaweza fanya kazi kwa bidii lakini nothing to show. Hallelujah. My sister can tell you here, my sister Mama Simon, sisi tulifanya kazi kwa bidii sana. Tunaenda tunavuna kahawa, kuajiriwa vibarua. Amen. Tunachiba choo. Wangapi wamechiba choo hapa? Mimi nimechimba 40 feet, 50 feet. Amen. Unarima shamba. Hallelujah. Na unakuta ile shida iko katika hiyo boma. Kienda katika hiyo boma kuiba kitu, labda ile chuma unayopata hapo ni shoka peke yake ama kijiko. Bwana asifiwe sana. Na si kwamba hatakuwa tunajaribu. Praise the living God. Tunajaribu. Bwana asifiwe sana. Lakini unakuta kwamba mambo haisongi, mambo haiendelei, ni shida. Bwana asifiwe sana. Ni shida tupu. Kujenga nyumba ni shida. Mpaka ikakaa ni kama itaanguka. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna roho inaweza adama familia. Hata kama mnafanya bidii, hakuna kusonga. Lakini kuna Mungu anayetupatia fruit, neema ya kuwa fruitful. Praise the living God. Naamini 2026 Mungu ataachilia hiyo neema ya kuwa fruitful. Katika jina la Yesu Kristo. We shall not wake up in vain, only to come back in the evening to eat the bread of sorrow. Praise the living God. Unaingia jioni umechoka, hata kukula chakula ni shinda, mgongo unauma, kichwa kinauma. Nataka kuamini ya kwamba Mungu 2026 hatabariki kazi ya mikono yetu. Praise the living God. So I came here to tell you, my brother, my sister, it is the will of God to prosper us. Amen. Psalm 35:27, very quickly. That the letter of John verse 1 and verse 2. Psalm 35:27. It delight our God. I want us to agree. Bwana asiwe sana. Nataka tukubaliane ya kwamba ni mapenzi ya Mungu tutajirike. Bwana asiwe sana. Ni mapenzi ya Mungu maisha yetu ikuwe ni maisha inayompendeza na inayodhihirisha utukufu wa Mungu. Praise the living God. Poverty is not our portion. Bwana asifiwe. Or whatever symbolizes poverty. Hallelujah. It is not our portion. The Bible says, let them shout for joy. And be glad who favor the righteous cause, and let them be continued. Let the Lord be magnified. Have you quoted the right thing? That 5:27, Psalm that 5:27. I want you to get me where it says, the Lord delight in the prosperity of his people. But give me John, that letter of John, verse 2. That letter of John first, verse 2. That letter of John, verse 2. Na hiyo gino nitafutie ya kwamba, beloved, I pray that you may prosper in all things and in health, just as you prosper in your. Bwana asifiwe sana. So we want to put a good background. John is saying that he will prosper, even as he prosper spiritually. We also prosper in our health. We also prosper financially. So don't allow the devil to lie to you. Praise the living God. There are people who are supposed to enjoy riches here on earth, but you are excluded from that. I want to make you know that it delights the Lord that we may enjoy his prosperity. Praise the living God. Genesis chapter 26, verse 12 to 14. Genesis 26, verse 12 to 14. Genesis 26, verse 12 to 14. The Bible says, then Isaac sowed in that land, and he reaped in the same year 100-fold. And the Lord did what? Blessed him. Verse 13. The man began to prosper and continue prospering until he became very. Do you hear? Are you getting the repetition there? Are you getting that? The man began to prosper. Praise the living God.
And because you have begun to prosper, you continue prospering. Praise the living God. Until you became very prosperous. That is your portion. Ilianza Mungu kumbariki. Hallelujah. Mungu akambariki. The Bible says, the man began to prosper. He continued prospering until he became very prosperous. That is your portion. Praise the living God. Mungu akambariki. Akaanza kubarikiwa. Akaendelea kubarikiwa. Na akawa mbarikiwa. Praise the living God. Bwana asifiwe. 2 Corinthians 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse. No, don't allow the devil lie to you. Kwamba nilizaliwa katika familia ya watu maskini hohehahe. Hakuna mahali naweza enda. Let me tell you, you can rise in Jesus' name. Praise the living God. The Bible says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became, that through his poverty might become rich. Praise the living God. For my own sake, Jesus became poor. Praise the living God. Bwana asifiwe. That through that poverty, Yesu alikuwa masikini kwa ajili yangu. Hata mikate minne hangepata, alipata kijana mdogo akamuomba. Hata pesa ya kununua mikate minne to feed watu hangepata. Hata pesa ya kulipa kodi lazima angeamurisha akinapita, and then mushike samaki mupate pesa ya kulipa kodi. Praise the living God. He became literally poor, and I believe this verse is speaking about financial challenges. Praise the living God. Kwa hivyo alichukua hizo shida zangu, alichukua umasikini wangu, na ili kupitia hiyo mimi nikawa tajiri. Sema mimi ni tajiri. Sema mimi ni tajiri. You know, again there is a language of money. Praise the living God. Money is spirit. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe usiende ukisema kwamba wale watu kuna pesa wanajiona wanasijui wanalinga. Ukisema hivyo pesa itaanza kukutoroka. Praise the living God. Money is not just physical Kenya shilling. Money is spirit. You got to speak to it in Jesus' name. And tell money, locate my account. Money, locate my M-Pesa. Money, locate me in Jesus' name. Iko na masikio. Praise the living God. For Jesus became poor that I may become rich. Amen. But very quickly then, you must be able to understand the purpose of blessing. Usipoelewa the purpose of blessing, usipoelewa mpendwa, because 2026, let me tell you, God is blessing us mightily. Praise the living God. God is going to bless us. Hallelujah. Bwana asifiwe. God is opening doors he has never opened for us. And I can tell you that without shadow of doubt in Jesus' name. Families' incomes are going to rise in a way they have never experienced. Individuals' incomes are going to rise in Jesus' mighty name. This is our 7th year as far as this ministry is concerned. So God is perfecting everything concerning us in Jesus' mighty name. Praise the Lord. And I want you to believe that God is lifting you. Every idea that you have conceived as an individual, that idea will bear fruit in Jesus' mighty name. So you got to understand the purpose of a blessing. Kwa nini Mungu anatubariki? Because if you don't understand the purpose, you are likely to abuse the blessing, and God is likely to take away the blessing or even take you away, because there are people who abuse the blessing and God took them away. So it's very important as we speak blessing upon you, ni vyema kuelewa kusudi la Mungu na tukutubariki ni kwa nini Mungu anatubariki. Praise the living God. Bwana asifiwe. So wealthy is viewed as a trust from God, requiring wise management and accountability. Are we together? Are we together? Wealth ama utajiri is viewed as trust. Utajiri tunaaminiwa na Mungu. Na vile Mungu anatuaminia,
he expects us tukue good stewards. Bwana asifiwe. Steward nini kwa Kiswahili? Steward nini kwa Kiswahili? Tukue watu wanaangawa. Yeah? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu akituaminia utajiri, ana expect tukue good managers na tukue accountable. Praise the living God. God abhor, ana Mungu, God abhor, or God abhor extravagant, lustful living and any form of wealthy abuse. Praise the living God. Mungu anapigana na njia za kuishi in extravagant manner. God does not bless us that we may live extravagant manner. God does not bless us ya kwamba utajiri ule tukaweza kuingia kwa anasa. Praise the living God. Ukielewa hivyo mpendwa, ukielewa hivyo, utakuwa na utajiri ambao hautakuwa na mabawa. Praise the living God. Tunaambiwa juu ya mzee mmoja in the book of Luke chapter 12 verse 16 to 20. Luke 12 16 20. Huyu mtu anaitagwa rich fool. This one contradict the way you know a rich person. Could one can be rich but they are fool. Praise the living God. This man was called a rich fool. Maana Mungu alimbariki. Lakini hata baada ya kubarikiwa na Mungu, hakuelewa makusudi ya kubarikiwa na Mungu. Mtu huyu alifanya kazi yake kwa bidii, akazarisha mazao, na shamba lake likapata mazao. Na wakati aliyevuna, huyu mtu alisema, nitaenda kujivijali. Praise the living God. Kwa hivyo hakuelewa makusudi ya Mungu kumbariki. Na Mungu akamwambia, tonight I need you in heaven. Praise the living God. Bwana asifiwe. Kumbe kuna vile Mungu anaweza kukupatia short notice ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Anakubariki na huelewi kwa nini amenibariki. Mwaka huu atakubariki. Usipoelewa kwa nini Mungu amekubariki, usipoelewa kusudi la baraka za Mungu, usipoelewa ni kwa nini Mungu amekubariki, this rich fool hakuelewa kusudi la kubarikiwa kwake. Na Mungu akamwambia, hapa mbinguni hapa jioni hii inakuhitaji mbinguni. Kwa hivyo kula sapa yako haraka. Praise the living God. Bwana asiwe sana. Unaambia ukule sapa haraka na Mungu. Maana in the next 1 hour unatakikana wapi? So what the right purpose of wealth? Why does God bless us? Number 1. Kwa nini Mungu anatubariki? Kwa nini Mungu anatubariki? Number 1. Mungu anatubariki for enjoyment and comfort. Comfort. Mungu anataka tuishi maisha comfortable. Praise the living God. Mungu hataki tutware all our years. Tunazunguka kule, tunajaribu hili. God does not want us to twirl all the years loud. Hangetaka tumufanyie kazi. This was the idea of God wakati alipoenda weka Adam and Eve katika Garden of Eden. Praise the living God. Walikuwa wakule, wakunywe, wafurahie. Praise the living God. So Mungu anatubariki that we may live a comfortable life. Did you know something, my brother? That the money gives you option, isn't it? Money will make you eat what you want, not what is available. Isn't it? Money will make you. You know when you don't have money, you eat what is? Sukumambo? Sukumauga? Yes. Praise the living God. But when you have money, money gives you option. You can choose to go to Nairobi Hospital. I'm a hospitali ya Kancho. Are we together? So money is good. Praise the Lord. So God wants us to live a comfortable life. Maisha bila mungangano. John 10:10. That the thief came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came that we may have life and have it in abundance. That is the kind of life that God wants us to live.
So one purpose of wealth and prosperity is that we may live comfortable lives. Praise the living God. We are able to wear decently. Bwana asiwe sana. Bila manguo ambao iko na viraka. Sisi ambao tulikuwa huko, yani ulikuwa unanunua kinyasa, end of the day hata mtu hawezi jua ilikuwa ni ya karagani. Maana nimepigwa pachi ya yellow, nenda kufuta piga white. Nyinyi hamkukuta viraka, maana mlikuja wakati labda mtuba. Sisi ilikuwa napigwa viraka, mtu akiuliza hii suruali ni ya karagani. Praise the living God. That is not the will of God. He desires that we may live a comfortable life. So one purpose of a blessing ni kwamba we can live comfortably and enjoy while here on earth. We can have a little heaven down. Praise the living God. Hallelujah. If you understand that, then you desire God to bless you. Praise the living God. And when we are comfortable, we are able to carry out the assignment of God. Kwa hivyo kitu moja unatakiwa kuambia Mungu siku ya leo, Mungu nibariki ili nikaishi maisha yenye furaha. Praise the living God. So God desire that He bless us, we live comfortable, we enjoy life here on earth. Hallelujah. Hallelujah. You enjoy life mpendwa. Unakula, unalala mzuri, uko na shelter, mahali kwa kulala, uko na mahali ambapo uko na chakula, uko na manguo. Amen. The basic need unaweza pata, haulali njaa. Praise the living God. Hiyo ndio ilikuwa mpango wa Mungu. The first thing why God bless us, that we may live life of comfort and enjoyment. Somebody say amen. And number 2, Mungu anatubariki that we may become a blessing to others. Are we together? Are we together? He blesses us to bless others. Mungu anataka tuwe a channel of blessing to other people. Praise the living God. We were never meant to become a dead sea. Say you are never dead sea. You know the dead sea is the one that receive and never give out. Praise the living God. Bwana asifiwe sana. But a fresh water lake receive and it have an inlet and outlet. But a dead sea, kazi yake ni kupokea. Unapokea. Na wewe hauna channel ya kutoa na kubariki wengine. Let me tell you, if you don't understand that umebarikiwa uwe baraka kwa wengine, wewe utakuwa ni kama dead sea. Praise the living God. And the writer of Proverbs spoke about a generous person. Na akasema hivi, Proverbs 11:25, a generous person. Amen. Ni yule mtu anayebariki wengine. Amen. Munatembea town na mtu hawezi kuambia ndugu, si tunaweza kunywa kachai. Stingy man. Amen. Mtu hawezi kuuliza town mzima, lakini mastori ni kutoka hapa mpaka town. Munapiga tu nini? Rachi imefika, ndugu, sitoe the fellowship. Praise the living God. Hallelujah. Generosity is encouraged. Hallelujah. Mtu aliye generous ni kama mti, you know, naturally we are born to give. Hallelujah. Hakuna mtu ambaye unayezaa matunda na unakula. Ama kwani kuna mtu kama huyo? Kuna mtu kama huo? Sasa tuko na maembe. Imagine hiyo miti ya maembe ingekula hiyo maembe, tungekula sasa nini? Tungekula nini sasa? Bwana asifiwe sana. We all born to give. Praise the living God. Naturally, we were all born to give. Even God himself, he gave his only begotten son. Praise the living God. Bwana asifiwe. May God create in us a generous heart. Na mtu acha nikwambie, anayepeana hakosagi. Hakosagi. Huyo mtu hakosagi. The Bible say a generous soul will be made. Nataka Mungu akufanya tajiri, just become a generous. Mungu atakufanya tajiri. Wewe hautakosa. Bariki watu. Become a channel of blessing. Praise the living God. Na useme ya kwamba mtu ni tajiri, atunaenda kwake hawezi beba hata maziwa, beba.
Siku nje tulikuwa tunaenda mahali, anajua ako na ng'ombe mingi. Nikaambia mke wangu, najua wale wako na ng'ombe kweli watahitaji maziwa. Hapana, wewe mbemba waja tubebe nini? Maziwa. Praise the living God. Have a generous heart. Bwana asifiwe. Usipokee tu mpendwa, kupokea hauna moyo wa kupeana. Mungu atuumbie mioyo ya kupeana. He who water will also be. Ule anapeanaga tumaji na pia anapewa tumaji. Kuna wakati Mungu atakuota. Praise the living God. Bwana asifiwe. Na mtu hapeani wapendwa, maana ako nazo. Hallelujah. Peana kidogo ulicho nacho. Amen. The Bible speak of us being compassionate to the less fortunate in the society. Praise the living God. And about the person who give to the needy. Proverbs 11:25. You know, if you understand this, Mungu atakubariki mpaka ushangae. Bwana asifiwe. Proverbs 11:25. We need to give to the needy. Hallelujah. Mtu ambaye ako na mahitaji, na society iko furu na watu walio na mahitaji. Yesu akasema ya kwamba he spoke to them and he told them that nilikuja kwenu, nilikuwa prison, hamkunitembelea, nilikuwa haina chakula, hamkunipa chakula. Praise the medium waiting for you. Proverbs 11:25. Again, you know, Proverbs 11:20. Matthew 25:35 to 41. Matthew 25:35 to 41. Praise the living God. The needy. Hallelujah. For I was hungry, and you give me food. I was thirsty, and you give me something. Praise the living God. Bwana asifiwe sana. Na tutaulizana, ulikuwa lini uko na njaa tukakupatia chakula? Wapendwa, anayesaidia maskini ni Mungu, anakopesha. He who led to the needy, ni Mungu anafanya nini? Anakodesha. Let us not detach ourselves from the challenges of the people. Watu wanapitia mazito. May God develop in us a compassionate heart. Moyo ulio na compassion. Praise the living God. Kumbe wakati nasaidia mtu ambaye hajiwezi, kumbe wakati huo ni Mungu ninakopesha. Amen. Umeaisikia wapi Mungu akikopeshwa? Ni banki gani inakopesha Mungu? Wapendwa, ni banki gani inakopesha Mungu? Na kumbe wakati mimi na nyoosha mkono wangu kwa mtu ambaye hajiwezi, kwa mtu ambaye ako na challenge, kumbe ni Mungu ninakopesha. Praise the living God. Na Mungu deni yake inalipwa. Praise the living God. Bwana asifiwe. Si Mungu atuumbia hiyo mioyo. Amen. Ya kwamba you not detach yourself. Sisemi ya kwamba huyu mtoto wa ndugu yangu siwezi msomesha. Unajua huyu ndugu yangu kazi yake ni kukunywa pombe. Sasa why do you want to destroy two destinies? Destiny ya baba yake iliharibika. Sasa pia unataka hii iharibike pia. Si afadhali usaidie huyu mtoto, labda atakuja kuwa deliverer hii familia. Isn't it? Lakini sasa ukisema ya kwamba huyu siwezi msomesha, kazi ya baba yake ni kufanya nini? Ni kukunywa pombe. Mama yake hijui hivi. Bwana asiwe sana. Msaidie. Labda huyo mtoto ndiye atakayeokoa destiny ya hiyo familia. Are we together, church? Are we together? When we get this one right, we will be blessed. When we understand the purpose of a blessing, tutafanya nini? Tutabarikiwa. This reminded me something. It reminded me something. Last week, I received a very heavy information. Kuna mmoja wetu ambaye ni kijana hapa, na mama yake amekuwa akipitia challenge kubwa sana. Na biashara ilifika mahali ikaanguka, na akawa anapitia mazito. Kwa karibu miezi miwili hajalala na kutoka nje. Kumbuka nilimwambia huyo kijana, enda muite tuombe naye. Na for the first time alilala. Praise the living God. Bwana asifiwe.
na hitaji aliyo nao ni hivi. Praise the living God. Wamama, mnajua mtu kukaa kwa kitanda haamuki, kuna mahali anaenda, unaelewa. Praise the living God. Nilipomwona nikaambia Mungu amhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba hivi siku ya leo, kwa sababu tunafungua nabii nasema juu ya mfungo ulio halisi ni yule ambaye tunawasaidia wale ambao wamefinyiliwa. Si tufanye hilo tendo la kuonyesha compassion. We may not do much. I don't know why God quickened this one in me. We may not do much. Praise the living God. We may not do much. We may not do much. Praise the living God. But I ask you, angalau hata kama ni kuwalipia rent mwezi mmoja, ama kuanunulia chakula wiki moja, huyo mama atapata nguvu za kumwambia mama, kubali ya kwamba biashara zimeanguka. And you can say, huyu naye biashara zilianguka aje? Huyu hajui kujipanga. Wacha nikuambie, maana huyu namuona hapa, yangu ilianguka, najua kujipanga. Unaweza pata mke kama hujui kujipanga, ako na macho ine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kini ilianguka. Mama Simon yako hapa, walikuja wakatusaidia na chakula. Praise the living God. Sikuwa na hiyo kimburi, inaweza anguka, inaangukaga. Haleluya. Inafanya nini? Inaangukaga. Inaangukaga. Unajipata. Nilijipata hapa wapi? Sijui Tabitha. Tabitha anaelewa, maana kuna majira tulipitia hiyo kipindi pamoja. Amen. Haleluya. Ndugu wa roho anafungua hardware, asubuhi anakuta hakuna kitu. Yaani mlango wa hardware inafunguliwa, anapita nafikiri si yake. Kumbe watu walikuja usiku wakapora kila kitu. Na wakati ni prote ameuza. Amen. Ndugu akaenda chini kabisa. Amen. See, I can give this example, Tabitha, because you are no longer there. Praise the living God. Na tunakutana, tunasema familia hii itakula nini? Sasa tuwabii hivyo, Mungu amewabariki. Haleluya. Warui aliamuka asubuhi kwenda kufungua duka. Anapita mlango. Haleluya. Anaenda, anashida, kwani duka yangu ni gani? Amen. Kurudi pale akajua haya, kweli hapa ni. Kumbe walikuja wakaweka simiti, kila kitu. Bwana asiye sana. Haleluya. So naomba hivi, nataka tuombe. Naomba niweke M-Pesa yangu pale, tusaidie hiyo familia. Mimi sijui kile kilifanyika, but the truth remains, this woman is in distress. Ako in a very serious distress. I want us to pause for a while, 2 minutes. Sababu ya hii Mungu ametuambia anayesaidia maskini. Si uniweke namba yangu hapo. Weke namba yangu hapo. Muweke kwa poch la biashara ili isichanganye na pesa zingine. Hata kama uko na 100 na kana uko na 200, tusaidie familia hii. Praise the living God. Bwana asifiwe. Juni kwa nini neno hili likaja na Mungu akanikumbusha. Bwana asifiwe sana. Andika pochi la biashara hapo. Uweke hapo. Whatever you have, na kama uko na cash unaweza ileta hapa. Chairman, chukua cash kwa jina la Yesu Kristo. Tuwasaidie tu, hata kama ni kulipa pesa hiyo, alipe rent hiyo, hata kama ni mwezi moja tu, kwa sababu ya mfungo ambao Mungu anakubali. Ni ule watu wanasaidia maskini. Sema tu hatuna time, simama tukuje tu aliye na cash ya kuja hapa. Tumsaidie tu kwa jina la Yesu Kristo ili mfungo wetu ukakamilike. Wapendwa, mama akikwambia kwamba miezi 2 na kweli it is testifiable. Nimepata ushuhuda na confirmation ya kwamba wanapitia challenge. Na hata kama mama hayuko hapa, tuko na kijana yake hapa ambao nitawaambia baadaye. Tusimame na wao
ili wakajua kuna kanisa ambao Mungu amelisaidia linaweza simama na mmoja katika jina la Yesu Kristo. Praise the living God. One purpose ya kubarikiwa ni ya kwamba tukakue baraka kwa wengine. We become a channel of blessing to others. Praise the living God. Naomba ya kwamba we are able to practice us. We become a channel of blessing to others. Katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, ukielewa haya, Mungu atakubariki na endelee kukubariki na endelee kukubariki, maana unaelewa baraka ni za nini. Lakini usipojua maana ya baraka, utatumia baraka kulingia wengine. Utatumia baraka na niwagoa kwa ajili ya anasa. Lakini ukielewa maana ya baraka, maana moja ya baraka ni ili tukakue baraka kwa wengine. Tukielewa hili wapendwa, si tutapata utajiri ambao hauna mabawa. Somebody say amen. Somebody say amen. Tukielewa hivyo maana ya baraka, tutabarikiwa kama Isaka. The Bible say alibarikiwa na akabarikiwa na akabarikiwa zaidi. Praise the living God. When you know the meaning, the purpose of a blessing, God has no limit of blessing you in the name of. And finally, the reason why God blesses us is that we may become kingdom builders. Hallelujah. That we may become kingdom builder, that we may build his kingdom here on earth. Hallelujah. Tumujenge. Angalia sasa pale tuko. He brought. No, you can just have it, you shall bless it after. He brought. Ambapo tuko. Iligharimu mtu. Hallelujah. Hallelujah. Akatoa pesa zake. Tukapata uhaja huu. Nakumbuka hii wiki nikiwa pale Heaven Gate, nilikuwa naambia Mungu, unakumbuka wakati kama huu Mungu, nilikuwa hapa nikikulilia, nikikwambia Mungu siuguze profesa. Haleluya. Alikuwa amenipatia stress. Mungu si utufungulie njia. 1 year later, I am here to say thank you. Lakini iligharimu mtu kuingia kwa mfuko na kutoa mali yake. Praise the living God. One purpose of blessing, the third purpose, that we may become kingdom builders. Why did God promise Silas blessing? Isaiah 45 from verse 1 to 3. Isaiah 45, 1 to 3. God promised Isaiah hidden riches. Wacha nikwambie, kuna wengine watapata utajiri katika mchanga mwaka huu. Praise the living God. Yani utajiri, hidden riches. Hidden. Bwana asifiwe. Utajiri uliofichwa ni kwa sababu wameamua kumeka covenant na Mungu ya kwamba mimi na utajiri wangu tutakutumikia. See how he commissioned Silas. He said, thus saith the Lord to his anointed to Silas, whose right hand I have held, to subdue nation before him, and to rule the arm of the kings, to open before him the double door, so that the gate will not be shut. Silas was commissioned kumujengea Mungu hekalu. I'll go before you. I'll make crooked place straight. I'll break pieces of gate on bronze and cut the bars of iron. Yani nitakufungulia milango yote ya mataifa na ya taifa. System zote zitakukubali. Praise the living God. And the 3 say, I'll give you treasures of darkness and hidden riches of sacred places, that you may know. Hallelujah. Hallelujah. Ni vyema kujikanisha na kazi ya Mungu. Unapoomba huu utajiri, si umwambie Mungu nipe 1,000,000. Na wacha nikuambie Mungu ukinipa ni 1,000,000, mimi ndio nitaweka hizi grill. Ambazo wakati mwingine wezi wanarukia. Na hizi grills na watu wanarukia. Haleluya. Sema tutaziweka. Lakini wakati mwingine mpendwa, si lazima tuweke tukiwa sisi wote. Fanya covenant na Mungu. Haleluya. Kuwa na wivu na Mungu. Mwambie Mungu nifanyie nami nitakufanyia. Sipita ile kanyumba ya watchman ambao tumeshindana, ambao bado hatujakamaliza. Si usema Mungu, kwani si miti gani hapa? Bwana asifiwe. Lazima tufanye harambee tumaliza ile kanyumba.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si ukuwe na wivu wa kumfanyia. You know, let me tell you, one thing that God is going to do this year is to jealously defend them that they serve him wholeheartedly. There are some battles you don't have to fight this year because of the jealousy of God upon your life. Yani Mungu atakuonea wivu hivi kwamba kuna vita hautapigana mpendwa. Ni kwa sababu now you have become God's property. You have become a partner with God. Anajua ukiuzwa kazi yake itakuwa na shida. Anajua kazi yako ikiuzwa kikumi chako kimeuzwa. Anajua kazi yako ikiuzwa, biashara yako ikiuzwa, kanisa liko na challenge. Praise the living God. He told Cyrus ya kwamba ili ujue ya kwamba mimi ni Mungu, utajiri uliofichwa, huyo utajiri I will reveal that riches to you. Bwana asifiwe. Wengine mtapeo idea, crazy idea to make money this year. Sema crazy idea. Sema unusual idea. Praise the living God. To make money. And money will come. But as long as you understand the purpose of that money, utaendelea kubarikiwa na utabarikiwa kama Isaka na mwishowe ukuwe umebarikiwa. Praise the living God. Hallelujah. Time is failing to tell me. In the book of Psalms 122 verse 9, David said that I will seek your prosperity for the sake of your house. Praise the living God. As you go to work, usitafute tu pesa ya kula na watoto wako na kula na nyumba yako na mashughuli zako. Si ujiulize na kazi ya Mungu hapa ulimwenguni inafanywa na akina nani? Si ni mimi nitaifanya. Mungu nitatafuta utajiri wako ni kwa sababu ya ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So dear brethren, tunapoelewa the purpose of prosperity, number 1, for us to live a comfortable life. Number 2, the purpose of a prosperity, that we may become a blessing to others. And number 3, the purpose of prosperity, that we may partner with God here on earth and build his kingdom. When we understand that, tutapata utajiri ambao hauna mabawa. Bwana asifiwe sana. Tukielewa hivyo, tutabarikiwa. Anaomba ya kwamba Mungu atupatie the right attitude of wealth and prosperity. Say amen. Say amen. Na wacha nikuambie, tukiwa na right attitude, ile baraka nitakunenea hapa, wewe utaenda tu utabarikiwa tu. Utabarikiwa tu. Praise the living God. Utabariki? Lakini simwambia Mungu naomba ya kwamba unibariki, that I may enjoy this life. Ni kwa nini ningangane? Ni kwa nini Mungu niishi maisha ya kungangana? Nibariki na utajiri, that I may live comfortable life together with our children in the name of Jesus Christ. Kwa nini ishi nyumba ya 1 room? Hasa Mungu nimekuwa na familia, si unipeleke nyumba ya 2 room, niishi a comfortable life. Kwa nini Mungu niishi hapa na pale? Si Mungu nisaidie. Yani unapoomba hiyo maombi, unamwambia pia Mungu nisaidie, unaponibariki nikuwe baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Unapoendelea hivyo, unamwambia Mungu nisaidie na unibariki, iwe nikawe mjenzi wa ufalme wako. Haleluya. Maombi kama hayo itajibiwa haraka. Bwana asifiwe sana. Itajibiwa haraka. Lakini pale unaomba tu me, my and myself only, how many plates can you eat at any given time? Bwana asifiwe. Even if you have 2 beds in your house at any given time, unaweza nalia gapi? Si ni moja tu. Si ni moja. Bwana asifiwe. May God give us bigger heart in Jesus' name. Tunapoitisha prosperity this year na baraka za Mungu this year, Mungu asaidie mioyo yetu, and may give us bigger heart in the mighty name of Jesus Christ. So saint of the living God, having understood that, I want to commission you for the year 2026 in Jesus' mighty name, that God may prosper you and you continue to prosper until you become so prosperous. Somebody say amen.
Therefore, in the mighty name of Jesus, I speak the blessing of God upon your life. I speak the increase of God upon your life. I speak the favor of God upon your life. I speak good health upon your life. In the mighty name of Jesus Christ. You rise in the mighty name of Jesus. Wewe hautazuiliwa, hautawekewa mipaka katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody arise, kaweza kusimama tukaweze kuomba. Ninapokucommission kwa ajili ya baraka za Mungu mwaka huu wa 2026, Mungu akakubariki katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakubariki. But the first things first, omba ya kwamba Mungu baraka hizi, maana naamini na Mungu amenihakikishia ya kwamba kuna watu wataondolewa katika mahali pale wako na wainuliwe katika viwango vingine. Nataka our attitude it be right in the name of Jesus. Fungua kinywa chako, mwambie kwamba Mungu, align me with your will for me. Sitaki Mungu, wana wa mabwana, kuondoka katika mapenzi yako. Unaponibariki Mungu, napenda Bwana sheke maganda kuwa baraka kwa wengine. Nataka Bwana kuwa baraka kwa ajili ya ufalme wako. Mwambie Mungu, sheke maganda hakusaidie, hakusaidie. Unapobarikiwa usijipate ya kwamba umeondoka katika mpango wa Mungu, maana Roho amehakikisha kuna familia si mwaka huu zitashika pesa ambazo hajaishika. Wengine wataenda mataifa hawajaienda. Katika jina la Yesu, huu ni mwaka Mungu anayelipa watu wake. Mwaka uliopita kanisa tulijitolea na kujipeana kwa kazi ya Mungu. Mwaka huu Mungu anaachilia mavuno. Mungu anaachilia mavuno kwa ajili ya watu wake. Simwambie Mungu akusaidie mavuno inapokuja. Mungu akusaidie haya mavuno inapokuja. Usimusahau katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila mtu miguu yake kaweze kuinuka katika jina la Yesu. Habia Mungu akusaidie. Reka shandara loseta makatari bogende mishata reke pegenda lima. Baba, saidia watu wako, tusaidie Bwana, maana Bwana wa mabwana unafungua milango ya mavuno, madirisha Bwana ya mavuno. Maisha yetu mwaka huu wa 2026 mfalme, haitakuwa vile tena kama vile watu wako walipanda na wamepanda miaka iliyopita, miaka mfalme iliyopita. Mwaka huu fungua milango ya mavuno, fungua milango, watu wako wavune, wavune waliopanda kwa machozi, wavune Bwana kwa furaha waliopanda Bwana. Ninaomba ya kwamba watu wako wakavune, watu wako wakavune katika jina la Yesu. Shakarabagandara loseta rekebegendara losantarada. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, waweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, waweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. In the name of Jesus, I want to dedicate your life to God.
I dedicate your house to God, your children to God. I dedicate your business to God in the mighty name of Jesus. Come on somebody, dedicate your life to God. Kazi yako inene, dedicated to God. Open your mouth and declare that I dedicate my children. I dedicate my children. I dedicate kwamba naweka kazi yako kwa Mungu. Tuanze na ombi la dedication, maana chochote Mungu ametubariki nacho tunahitaji kumurudishia kama dedication na kumpatia akaweza kukiangalia. Fungua kinywa chako na ukaweza kuweka maisha yako, mpe Mungu maisha yako, biashara yako, watoto wako. Ambia Mungu, nakupe mume wangu, nakupe mke wangu, nakupe watoto wangu, nakupe kazi yangu, nakupe biashara yangu. Mungu nakupa, ni asante kwa kubariki, lakini sasa ninakupa ukataware. Ninakupa kila mtu. Fungua kinywa chako, dedicate chochote Mungu amekubariki mikononi mwa Bwana. Watoto wako wadedicate kwa Mungu katika jina la Yesu. Ewe Bwana wa mabwana, watoto wangu wote ninaweka wakfu mikononi mwako Bwana. I bring them to you. I dedicate them to you. Mke wangu Bwana, I dedicate her to you in the mighty name of Jesus. Wazazi wote na waweka kwako. I dedicate them to you katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na wapeana kwako Mungu aliye juu mbinguni. Ndugu zangu, dada zangu, na wapeana kwako. Kazi ya mikono yangu naipeana kwako katika jina la Yesu. Chochote Bwana umenibariki nacho naipeana kwako. Kanisa hii naipeana kwako katika jina la Yesu. Come on somebody, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Peana sasa chochote ambacho Mungu amekubariki nacho, kipeane kwa Mungu. Watoto wako, masomo yao, kazi zao, zipeane kwa Mungu katika jina la Yesu. Kuamuka kwako, kwenda kulala, kupeana kwa Mungu. Kazi ya mikono yako ipeane kwa Mungu. The Bible say, commit everything unto me and I'll make your way prosperous. I ask you today, commit unto the Lord, commit unto the Lord. Come on somebody, wacha kuniangalia. Nanea hiyo kazi yako, mikono hiyo yako, macho yako, mwili wako, afya yako, ipeane kwa Mungu katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, nakupa afya yangu, afya watoto wangu, ukaweze kuirinda, ukaweze kuitawala katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, nakupa afya yangu, maisha yangu, ninakupa Bwana, yatawale Jehova katika jina la Yesu. Umenibariki na afya nzuri, lakini sasa I dedicate it back to you. Watoto ambao umenibariki nao, I dedicate them back to you in the mighty name of Jesus. Dedicate all that God has given you. Dedicate in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty Shakaraganda. Father, I declare, and now dedicate maisha yako na iweka wakfu kwa Mungu. Wekelea mikono yako kwa kichwa na weka maisha yako kwa Mungu. I dedicate your life to God and all your possession. I dedicate you to God. I dedicate your life to God. This day of 25th of January, I dedicate your life to God, your children to God, your business to God, your job to God, your house to God, and all your possession I dedicated to God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Somebody say amen. Somebody say amen. Somebody say amen. The Bible says he blessed them. And the Bible says he told them, be fruitful. Praise the living God.
And today I am commissioning you in the year 2026 that you become fruitful in the name of Jesus. May you receive the grace of fruitfulness. Somebody say amen. Pokea neema ya kuzalisha. Pokea neema ya productivity. Pokea neema ya fruitfulness. And I declare today, every idea, godly idea that you conceive, it is going to be successful. It is going to be successful. Therefore today, in the mighty name of Jesus, I release the grace of God upon you to be fruitful. You do not toil in vain. You do not wake up in vain. In the mighty name of Jesus, pokea neema, pokea neema. Nenea mikono hiyo yako. Mikono yako inene, mikono yako hautazaa mapoza. Nakataa maroho ya utasa, maroho ya ming'ang'ano, utasa katika jina la Yesu. Funja maroho ya utasa. Pokea neema ya kuzalisha hiyo biashara ikainuke, kazi yako ikaongezeke katika jina la Yesu. You shall not labor, you shall not labor in vain. 2026 naachilia kwenye hiyo mikono yako neema ya fruitfulness. Nenea mikono hiyo yako, nenea mikono hiyo yako. Mawazo yako ipate ideas. Mawazo yako ikuwe fruitful. Mawazo yako ikuwe fruitful. Mawazo yako, ambia Mungu akuumbie mawazo iliyo fruitful. Ambia Mungu aachilie ideas, divine ideas, divine ideas, divine ideas. Upate ideas, upate ideas katika jina la Yesu. Upate ideas. Oh, sheke peganda, shaka paganda. Bwana nisaidie Bwana. Nimekataa kuzaa mapoza. Roho ya utasa haina nafasi maishani mwangu. Nimekataa maisha ya ming'ang'ano isiyo na matunda katika jina la Yesu. Ninapokea neema ya Mungu. Ninapokea nguvu za kuzalisha. Ninapokea nguvu za kuzaa matunda. Ninapokea hizo nguvu na uwezo. The Bible say he give ability. Anatupa nguvu, anatupa uwezo wa kutengeneza utajiri. Mpendwa, pokea nguvu za kutengeneza utajiri. Oh, shekamaganda. Amberete. Pokea neema, pokea kibali cha kutengeneza utajiri katika jina la Yesu. Sheke maganda makatari bashanda. Mungu akupatie destiny connector katika jina la Yesu. Mungu akupe kibali to riches. Mungu achilie neema zote. Wengine mko na idea lakini hamna ability, hamuna financial ability. Wengine tuko na idea, hatuna financial ability, hatuna destiny idea. Mungu akuachilie destiny connector. Omba katika jina la Yesu. The Bible say it is God who gives you ability. 2026 si Mungu akupe ability, si Mungu akupe ability, hakupe uweza. Wengine munajaribu, nothing to show. Shakatari baganda. Bariki kazi ya mikono yangu. Give me ability. My Father, release upon me in the name of Jesus the grace called favor. Release upon me the grace called favor. That grace called favor with the man, favor with the God. Release upon me that grace called favor in the mighty name of Jesus. Everywhere my destiny connector are, in the name of Jesus, I demand them 20
2026, I demand them. I demand them. My destiny connector, hear the voice of the Lord wherever you are. Rocket to me in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sheketeri maganda, rakatari maganda. Achilia neema Bwana, nipe neema Bwana ya kuzarisha, ya kuzarisha. Sitaki kufanya kazi kubwa na ni kazi ya bure Bwana. Heri kama ganda, rekebegenda rishanda. Bwana wa mabwana, marikatariba, wacha niwe pare, neema yangu iko Bwana. Hariko shoteri baganda. Hey, pokea, 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 pokea. Receive the ability to be fruitful. Receive the ability, that idea you have conceived, that idea, may God bless it. That idea, may it make you prosperous. That idea that you have conceived as a family, that you have conceived as an individual. 2026, 2026, 2026, 2026, may it make you prosper, 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 prosper through that idea, through that idea. Prosper, my brother, prosper, my sister, prosper, 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 prosper. The grace to prosper, the grace to prosper, the grace to prosper. Shekerere shanda, makatararoya, reketerere, ayaka, resetaribaganda. Prosper, prosper, prosper in the mighty name of Jesus. Sheketeribaganda. Yeye anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza. Silas, that I'm going to open gates for you. 2026 must open gate for somebody. The nation of Kenya must open gate for somebody. Gate for business, gate for employment, gate for marriage. Kula lazima kuwe na marango itakayefunguliwa kwa ajili ya mtu anayesimama hapa. Kumbe kila mwaka uko na marango. Nataka kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na hilo hitaji lako, milango ikaweze kufunguka. Oh, katika jina la Yesu. Umekuwa kifungo cha miaka mingi, kama vile Paul alikuwa katika njela, na Biblia inasema ya kwamba milango ikafunguka. Kumbe milango ya 2026 inaweza kufunguka. Milango ya kuenea kwa biashara yako, milango inaweza kufunguka. Milango ya huduma, si ufungue kichwa na kinywa chako. Nenea mwaka wa 2026, waambie 26, open my gate of prosperity. Speak to the year. Mwaka huu
uko na masikio, mwaka wa 2026 mpendo unakusikia. Declare in the mighty name of Jesus. Year 2026, I command you in the mighty name of Jesus that you may open my international door in the mighty name of Jesus. Fungua marango yako, my international gate in the name of Jesus. Year 2026, I command you in the mighty name of Jesus that you may open for me gate in this nation in the mighty name of Jesus. I command you year 2026, fungua marango yangu, sheke maganda, my doors of blessing. Fungua marango yangu ya kumbarikiwa, fungua marango yangu ya kuinuriwa, fungua marango yangu katika jina la Yesu, marango yangu ya kwenda kwa mataifa katika jina la Yesu. Mwaka wa 2026 ninakuamurisha wewe, mwezi wa Januari, wewe mwezi wa Februari, wewe mwezi wa Machi, wewe mwezi wa April, wewe mwezi wa Mei, wewe mwezi wa June, mwezi wa Julai, mwezi wa Agosti, mwezi wa Septemba, mwezi wa Oktoba, mwezi wa Novemba, mwezi wa Disemba 2026 ninakuamurisha fungua marango yangu, marango ya watoto wangu, marango ya mke wangu katika jina la Yesu. Ninakuamurisha 2026, maana unasikia, una masikio kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuamurisha nifungulie marango ya baraka zako, marango ya baraka zangu na kanisa la Shelter of Hope. Fungua marango ya kanisa ya Shelter of Hope katika territory hii, katika taifa la Kenya na katika mataifa, katika jina la Yesu. Enyi marango ya 2026 kwa jina la Yesu ninawafungua katika jina la Yesu. Kwa ajili ya masomo ya watoto wangu ninafungua marango ya 2026 katika jina la Yesu. Kwa ajili ya my destiny helper ninafungua marango ya 2026. Kwa ajili ya mipango niliyo nayo ninafungua marango ya 2026. Come on somebody, usinyamaze, enea marango. Kumbe kila mwaka uko na marango, kumbe kila mwaka uko na marango katika jina la Yesu. Yafungue katika jina la Yesu. Sheketeri baganda, makatari bashanda, makarere tari baganda, reketeri baganda, makatere beshenda, reketeri baganda, makatere shanda, makatere seta, makatere shenda, makatere shadia, reketari baganda, makatere sita, makatere shita, makatere sita, makatere shida. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza tufunge marango ya mauti, marango ya magonjwa, marango ya court cases, marango yote ya misfortunate, marango yote ya sudden death, sudden sicknesses, marango yote ya mikosi,
Malango yote ya kuzimu, malango yote inaweza funguliwa, tukajipata kwa shida. Malango ya ajali, malango yote ya kuzimu, fungua kinywa chako. Funga, funga, funga. Kila malango inaweza kufunguliwa na yule mwovu ibilisi kwa ajili ya kuteseka kwa maisha yako, kwa watoto wako, kwa wazazi wako, kwa watu wenu. Yafunge malango, malango ya utasa, yafunge malango, malango ya mauti. Malango hayo si uyafunge mpendwa. Kila malango inaweza kufunguliwa na shetani kukudhoofisha, ukose pesa, upoteze kazi, biashara ikaweza kuchomeka. Si hayo malango ukaweza kuyafunga. Funga malango yote, malango ya kuzimu, malango ya kuzimu kwa ajili ya maisha yangu na familia na kanisa hili na taifa letu. Malango ya ajali, malango ya mauti, magonjwa za kansa, magonjwa yote ya kansa Mungu, magonjwa hatari, magonjwa ya Misri, milango hiyo tunaifunga, 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 tunaifunga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila malango ya sudden death, malango ya sudden sicknesses, malango yote ya kuzimu ninaifunga. Malango yote ya kuleta hasara ninaifunga, ninaifunga. Cheketerima, malango yote, malango ya kuzimu kwa ajili ya kanisa hili ninaifunga. Thou shalt build your church and the gate of hell shall not overcome it. Malango yote ya kusabaratisha familia yangu, malango yote ya kusabaratisha familia mahala hapa ninaifunga katika jina la Yesu. Malango yote ya kusabaratisha kanisa hili ninayafunga kwa jina la Yesu. Kila malango ya kuzimu, kila malango ya mikosi, kila malango ya vurugu, kila malango ya shetani ninaifunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafunga, nafunga. Kila malango inaweza kufunguliwa, inaweza kufunguliwa ya kunidanganya, ya kunitapeli. Malango, malango, malango ninayafunga. Malango ya wezi kwenye kanisa letu ninayafunga. Malango, 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 malango ya kuzimu ninayafunga. Malango ya mauti katika familia ya Matogi ninaifunga katika jina la Yesu. Malango ya kuzimu ninaifunga katika jina la Yesu. Malango, 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 malango ya magonjwa ya kuzimu ninaifunga, 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 ninaifunga in the name of Jesus. Shekaradorima, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, iba anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana. Abariki, abariki, abariki Bwana, abariki, abariki Bwana, abariki, abariki Bwana, abariki, abariki Bwana. Genesis 18:14. God is telling
Abraham, is anything too hard for me? Hallelujah. Is anything too hard for me? And he told him, Abraham, this time next year, Sarah will have a child. Praise the living God. He told Abraham, nothing is impossible with me. I want you to tell God 3 things. And you'll be telling yourself, this time next year, I'll be having this title deed. I'll be having this logo book. I'll have gone this city. You know, the Bible says, declare a thing and it shall be established. You are not working. Tell God, tell yourself, this time next year, I'll be employed in a stable job. Hallelujah. God told Abraham, is anything too hard for me? And I'm asking church, is anything too hard for God? What is it that you are trusting God for? Can't you confess now? Can't you make a declaration? This time next year. It is like the Holy Spirit of God was telling me when this week, you know, I declare together with you, this time next year, you will be in your own church, right? And now I want to encourage you. You know, our confession is our possession. I don't know what is your request before God. You know, but you can tell God, you can confess. Let the devil hear. Make a confession. This time next year. This time next year. Wakati kama huu mwaka unayekuja, nitakuwa na ploti yangu. Nitakuwa na gari langu. Nitakuwa nimepata uponyaji. Nitakuwa nimeenda nchi fulani. Mungu atanibariki. Watoto wangu watabarikiwa. This time next year. Come on somebody, open up your mouth. Open up your mouth. Tupatie keyboard. Sitaki kusikia hiyo. Wewe mwambie Mungu tu. Hiyo ni siri yako na Mungu. Hiyo ni siri yako na Mungu. Mimi nikuja tu kufanya confirmation. Wakati nakubariki siku ya leo, I'll just be making a confirmation. But tell God told Abraham, is any